Okay. Na nitaenda kuwaelimisha wengine ambao hawakupata kusikia redio. Lakini nirudi kwenye eneo swali letu. Kwa nini wanaume wanakwepa majukumu? Walijitengenezea huo mfumo wanaume. Sio mwanaume mimi. Mimi sikwepi sasa. Kwa sababu nimepata elimu. Na ninawaelimisha wanaume wenzangu. Wanaume wengi tumejitengenezea huo mfumo toka tuko wadogo. Yule mfumo dume ambao ndani yake una mfumo kandamizi. Kwenye mgawanyo wa majukumu tumeyatenga kabisa. Hata zamani Bwana Gumbo tunajua gari inaendeshwa na mwanaume, pikipiki inaendeshwa na mwanaume, vitu vigumu anafanya mwanaume, ila vitu vyepesi ndo anafanya mwanamke. Lakini to return, na hata hapa tunao wakina mama wawili na wakina baba wawili. Tukumbuke hata kwenye kulia mtoto unalia kama mwanamke. Samahani, nimetolea tu mfano. Unalia kama mwanamke. Hebu nyamaza. We mwanajeshi, we mtoto wa kiume. Jikaze ngangama kama mwanajeshi, yani kama mwanamke. Hata jeshini watoto wa kiume ndio wanaambia wewe mwanaume, si umenielewa ule mfumo uliotengenezwa. Lakini pili, tunasahau mwanamke anapitia umaskini kila siku asubuhi, mchana na jioni. Mwanaume anaukwepa umaskini. Gumbo ulivyoamka asubuhi, ukuanza kufua nguo za mtoto, ukutandika kitanda, wala ukupika chai. Uliamka ukakuta umeandaliwa hizo nguo, umepikiwa, umemaliza, na hadi maji umeenda kuoga, umekuta kila kitu kimeandaliwa. Ulipotoka pale kwenye gari kuja kutafuta pesa. Zile kazi ukimtafuta mfanyakazi, maana yake unataka kumlipa. Lakini huyu mwanamke kafanya bure. Bado mwanamke huyu ana kazi ya kulea watu wawili kwenye familia. Wewe Gumbo, kwa mwanamke wewe ni mtoto. Mke wako wewe ni mtoto wake. Kwa sababu anapokaa kwanza akulee wewe. Akufanye Gumbo uwe huna mawazo. Pole mme wangu, umerudi kazini, umechoka sana. Ile ni kazi anatakiwa mtu alipwe. Pili, afikirie mtoto. Umeelewa? Nimekuelewa. Asubuhi hakikisha wewe umekula, umevaa, unaenda kazini, mtoto amekula, amevaa, anaenda shuleni. Nyote watoto. Lakini kwa hiyo hapo vitu hivi ambavyo unavizungumza wanasema vinafanywa zaidi na mwanamke ambaye hana kipato, ambaye yupo tu nyumbani. Lakini mwanamke ambaye ana kazi yake inamuingizia kipato kila mwezi ni mwanamke ambaye hakubali kufanya hivi vitu, na ndio maana kumetokea na mgongano sana na mifarakano ndani ya ndoa nyingi, ndani ya mahusiano mengi. Ili wewe unalizungumziaje? Mwanamke mwenye kipato amekuwa hakubali. Gumbo, ni kueleze hayo ni maneno ya Waswahili. Hayo ni maneno ya wanaume kwa ajili ya kumkandamiza mwanamke. Hayo ni maneno ya wanaume tunayatumia kumdhoofisha mwanamke. Nikueleze, hakuna mwanamke mwenye kipato afanye shughuli za nyumbani. Sio kweli. Mimi na mama yangu anaitwa Mama Mere Lusimbi. Lakini na mama yangu anaitwa Profesa Lucy Meena. Na mama yangu anaitwa Ellen Kijo Bisimba. Wanafanya kazi nyumbani. Umenielewa? Kazi zile ambazo mwanamke anatakiwa kufanya na afanye yeye, hadi watoto wangu, ndugu zangu mimi wanafanya kazi wa kiume. Ni majukumu tu, kwamba hili sio jukumu la mwanamke. Ni mfumo ambao wazee waliutengeneza. Mwanangu twende naenda kwenye baa, wewe nani twende. Lakini mwanamke ndo anaachwa nyumbani. Hata kwenye kula kulikuwa na ubaguzi. Sasa hivi ndo kidogo, baada ya sisi wanaharakati kupambana pamoja na serikali pia kutia nguvu kwenye wizara hiyo ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto, kidogo mfumo unaanza kuregea. Zamani mimi nilikuwa katika watu waliokuwa wanapingaga kula sebleni. Mimi nilikuwa napaona pazuri kwa wakina mama, lakini nilikuwa natengwa. Wewe msafiri na ndugu zako kale na wageni. Umenielewa? Wewe baby Mariamu mkale wapi? Jikoni. Mimi nilikuwa nakwepa, nikifika kwa wageni nafanya makusudi kula vile vibaya ili nipelekwe, kwa sababu jikoni kulikuwa kuzuri kuliko sebleni. Sasa ule ni ubaguzi. Asante kaka Msafiri. Hata turudi kwako dada Janet Mawinza. Ni kweli kwamba mwanamke mwenye kipato amekuwa akamsafiri? Ndio. Kumekuwa na dhana kwamba sasa hivi tunapigania usawa wa kijinsia ambao uingie mpaka ndani ya familia. Lakini tunaona familia kati ya mke na mume. Mke amekuwa wazi zaidi kwenye kipato, lakini mume amekuwa hayupo wazi kwenye kipato. Leo hii mume anaweza akajua mshahara wa mke wake, lakini
mke asijue mshahara wa mume wake. Hili likoje? Shida iko hapo nafikiri. Wanaume wengi walitengenezewa mfumo wa kutoa na kuficha. Mimi naongelea, unajua hii mifumo tunayoongelea sio mipya. Ni vitu vya zamani. Sawa, ni vitu vya zamani. Hata mfumo mwanamke tulimtengenezea mfumo wa kuomba. Mwanaume alitengenezewa mfumo wa kutoa. Kwenye kuomba kuna mawili, atoe kilicho kizima au wanaume wengi wanaficha kwa kuogopa wake zao. Na wakati mtu muhimu kwenye maisha yako ni mke wako. Yaani hapa Bumbo uelewe, kama tunavyosema ujumbe wetu wasema tukae kwa kutulia. Hapo wanaume watulie na wasikilize vizuri. Tunahitaji kuondokana na hili.